weza kutoka hata mmoja ndani ya mikono ya Shetani. Neema ni Yesu Kristo. Neema ni Yesu Kristo. Tunaishi kwa neema. Tumekombolewa kwa neema. Upendo ni Mungu mwenyewe akaupenda ulimwengu akatuumba sisi akamleta mwanaye tukomboe kwa kuwa ametupenda. Neema ni Kristo ametukomboa mikononi mwa Shetani kwa neema. Neema hii si ya kuichezea. Neema hii ni kitu kikubwa mno. Neema hii imetimika baada ya Yesu Kristo kufa pale msalabani, ambayo sisi tunaona kama sio ushirika. Ushirika ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni ushirika. Ni lazima uombe ushirika pamoja na Roho Mtakatifu. Ukishaomba ushirika pamoja na Roho Mtakatifu, vyote vinawezekana kwako. Kwa nini iwe hivyo? Ni kwa sababu Mungu anataka kujua kwa ukaribu tabia kuu iliyotenda kazi katika kila ofisi, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa mfano, anaposema pendo la Mungu, maana yake ni kuwa na upendo au upendo. Mungu yuko hivyo. Kazi zote za Mungu Baba zinazilika kwa upesi sana pale ambapo pana upendo, kwa sababu maandiko yanasema kuwa yeye ni upendo. Mungu ana majina mengi sana, na ndio maana anatutetea kwenye kila eneo. Na pia unataka uone Mungu kama baba yako, basi huna budi kuwapenda watu wengine. Diana, usipopenda mimi utapenda Mungu, kwa sababu Mungu humuoni. Utapendaje kitu ambacho ukiona? Na ndio maana nasema huna budi kuwapenda watu wengine. Uwapende, so uwachukie. Soma Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Hakikisha kila unapokuja ibadani, hakika chukua kasome Biblia, fanyia kazi. Hatua yako unapokanyaga hatua moja, inaenda hatua nyingine. Ukikanyaga nyingine ndio unakwenda. Lakini ukiwa umekaa hapo huwezi kwenda. Kwa hiyo unapochukua hatua hii, Roho Mtakatifu atashuka ndani yako. Ataanza kukupa maelekezo. Siku ya siku Roho Mtakatifu anasema, mtumishi, mweke kwanza mafuta ya kujiinua katika huduma yako. Baadaye akasema sasa mweke mkamilishe. Soma Yohana wa kwanza 4:16. Tutasoma Yohana wa kwanza sura ya 4:16. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo. Naye akae katika upendo. Ukaa ndani ya Mungu. Na Mungu ukaa ndani yake. Kwa hiyo upendo aina yote, kwenye shida na raha, kwenye kila eneo, ukampenda mwenzio, ni lazima Mungu akae ndani yako. Ni neno la Mungu lililosema katika Biblia. Usipopenda, maana yake ni kuwa Mungu kama Baba kama hata kama kujidhihirisha ndani yako. Tufahamu hizo sekta kuu tatu. Mungu ni upendo. Soma Yohana wa kwanza
20. Nitasoma. Yohana wa kwanza sura ya mstari wa 20. Mtu akisema nampenda Mungu, naye anamchukia ndugu yake, ni mwongo huyo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Haya maneno yasiyo yanapita ndani yetu. Je, tunayafanyia kazi? Naweza nikaja pale kwako Santana anambia nina njaa ya kula. Unasema nina 2-3 inaenda kama. Upendo. Nasema nashuhudiwa huyu anaomba ngoja tutoe $100,000 aende akatibiwe. Huo ni upendo. Unaiokoa nafsi ya mtu. Huo ni upendo. Kwa sababu yule ndio unayemuona anapitia zile shida. Unapomwokoa ndio unamuokoa Mungu. Kuna nyimbo moja wanaipanga sana Wakatoliki. Nilikuwa gerezani pia kuniona. Nilikuwa sina nguo kunivisha. Nilikuwa na njaa kunilisha. Tulikuwa tunielewi maana ya nyimbo. Kumbe tunatakiwa twende mpaka hospitalini pale. Tuwaone watu. Twende kwenye magereza watu waliofungwa. Tuwaone pamoja kwamba sasa kuna sheria kali. Amen. Kwa hiyo Mungu ni upendo. Hiyo ni sehemu kuu ya kwanza katika nafsi tatu. Ni lazima tupendane, sio kuchukiana, sio kuoneana wivu. Kwamba na wewe umevaa mawani, nasikia yule mvaa mawani atajidai. Anajidai nini? Anajidai nini? Kwa mfano, na wewe umefanikiwa. Mimi si mkubwa umwena. Akafanikiwa. Mtu yule ambaye mimi sijui, nitaweza kumsogelea? Akanipa hela. Kwa sisi tukipendana, tukiombeana, kwamba lazima mtu afanikiwe. Tukatokea shida. Kwamba tuna watu matajiri, lakini sio wao. Utakuwa maskini hiyo. Hiyo ni neno linaomba linaenda hivi hivyo kwa kinywa chako ulichotoa. Kwa sababu kinywa cha wanadamu ni Mungu, na Mungu ni upendo, sio shetani. Ni lazima umwombee mwenzio mafanikio. Ni lazima umfurahie mwenzio kwenye kila eneo. Mungu hana wivu. Hapa tumekuja kutembea. Mama kama ulizaliwa unavaa nguo wewe. Utaondoka hivyo hivyo bila nguo. Na nguo zote zitaziacha chini. Kila kitu sasa chini. Wewe Mungu tumekuja kutembea. Tufamiliane, tupendane. Mungu ni upendo. Ukiweza hivi vitu vitatu, ukija huko ndio unaweza kupata ushirika na Roho Mtakatifu. Ukipata ushirika na Roho Mtakatifu, yani unajidai upate shida, anakupa maelekezo. Wakati ninakaa nimeandaa somo la roho zinazotesa wanadamu, ili tufanye maombi kwa ajili ya roho za majaribu. Nimemaliza nimekaa, nikasema leo sitoki kutoa wangu na popote. Nikasema naomba ushirika na wewe Roho Mtakatifu, unipe kibali kupitia somo hili. Wakati naingia kulala, anaambia nataka roho kwa upole, anaambia mimi wewe nataka sana unihubiri watu wakijua kuhusu Roho Mtakatifu. Nimekulaza, nimezuia usome mahali popote, nimekuweka hapo kwenye usingizi. Ndio somo la roho za majaribu. Mwachie mtumishi wa Mungu, yeye atazipiga hizo roho. Sasa nimeshaandaa, muda umeisha. Roho hizo ziko 33. Tuzipige hizi roho.
ujinga, umaskini, uharibifu, uongozi, nini. Sasa mtafanyaje? Anasema wewe niachie mimi, utakapofika pale madhabahuni mimi nitakupa mstari ili wajue, wanijue mimi ushirika wa Roho Mtakatifu, wamjue Mungu kuwa ni upendo, wajue kuwa Kristo, wasemwona, wamchukulie kama mtoto wake, chukulia kama vile Robi anawekwa pale, anapigwa uchi kuki. Sikia wewe nasikiana. Mtoto wako tu analegea tu, anataka kuzilali pale aondoke. Sikiliza kilio chake. Kwa hiyo tunaposema kwamba unapokuja ibadani, kuwa kama umekuja shuleni kufanya mtihani kwa ajili ya kupasi. Huu mtihani ni kwa ajili ya kwenda kwenye maisha ya milele. Tusifanye kitu kinaitwa mzaha, ni kitu hatari. Tusijali sana kitu vya mwilini. Kujaliwa mwilini ni kitu cha kawaida, kama Mungu anataka kujitolea utukufu. Wewe unalia madhara, unahangaika na ukaiwele huku ma kule. Kama Mungu anapenda mtu mwenye msimamo. Mtu anapenda mtu mwenye msimamo. Wakati nasema sasa nikafundisha ni labda roho kutakatana, watu wajue kwamba ni dhambi. Hapana. Waelezee nini Roho Mtakatifu. Na nataka wewe usome sana eneo la Roho Mtakatifu. Nimekuona unanipenda. Roho Mtakatifu ukimpenda, na unapenda, ukimwamini kwa kuwa umuone, unamwamini hiyo ni kujaza nguvu ya Roho Mtakatifu hapo. Niekaeka. Naye anajua huyu ananielewa. Ni Roho aliyomwacha Kristo. Hata katika maandiko yanasema Bwana Yesu Kristo akae nanyi nyote, ikiwa na maana kuwa Kristo yupo katika neema. Neema ni ile hali ya kutoa kitu ambacho akikustahili ukipata. Hivi Kristo asingejitoa kufa ili Bwana. Nitaingia dakika chache hizi kusimama. Kataa wewe usingizi. Kristo yeye aliacha enzi na mamlaka, uweza kule mbinguni, akaja duniani ili kutupa sisi wokovu, sio kwa neema bure bila kushughulikia. Wokovu mama, wokovu tunaushughulikia sisi. Kwenda kumtafuta dukani, kwenda huko, kwenda kule. Wokovu Kristo ametupa pale msalabani bure, sio kwa fedha, bure. Amen. Kwa hiyo wewe Kristo wetu huyu, ukiona watu wanambeza, wanamtukana, wewe usichukie. Mungu wetu sisi anapigana mwenyewe. Wewe ruka zako, mwambie Mungu Baba msamehe, sio yeye huyu. Ndani yake ni shetani anazungumzia, kwa sababu moto nilishamtisha. Wewe mbele duniani tu unaweza kusema hizi sio polisi, ukikamatwa ndio kwa pito. Nisijua alikuwa anasema tu. Unaona? Ndio vile unakutana Jesus. Kama Jumapili ulisikia tumshiriki anasema kuna mtumishi anasema Kristo alisema tangu miaka 2000 anakuja mbona haji. Mtumishi huyo anasema yeye nabii. Sasa ndio maana nasema unapokwenda kwenye huduma hizi usijue ni hatari. Lazima usikilize anachoongea na usikubali akusogelee kukuwekea mikono zaidi ya yule mtumishi wako. Mtu kama huyu aamini Kristo kama anakuja. Na hii mnamjua bila hatuwezi kumtaja kwa hekima za kimungu. Na ndio maana tukaona mtu sio ndani yake ana roho ya uongo iliyokuguu. Kristo utakuta anasema
Tulisema wanasemaga hapo mpaka Kristo atakapokuja. Mkristo wewe mwenyewe anasema hivi. Yesu alisema atakuja, mbona anachelewa? Mkristo haelewi madhara ya kumtaja Kristo. Unaposema Kristo, hivi tunaposema Kristo, Jesus, milipuko inaenda. Na ndio maana ukisema Jesus, ukikaa sehemu utaona bwana, toka. Jina linachoma lile. Mkristo unamkuta yuko sehemu anabeza, mwenzie anabeza, yeye anacheka. Wewe nini bwana? Kristo alisema anakuja na hajakuja. Kristo kabisa anafurahia. Ndio maana wokovu hauhitaji kuwa na kucheza kukaa vikundi. Kuna hatari ya maneno mengi. Kristo kama aliacha enzi, mamlaka, ufalme kule mbinguni kwa ajili ya kuja huku, leo jiulize, Shantara mamako yuko wapi? Yuko wapi? Yuko mbinguni? Sikafa. Jiulize, Rosi, baba yako yuko wapi? Je, alipata neema ya wokovu? Jiulize. Kwa hiyo kama unataka wokovu ufike ndani nyumbani kwako, hakikisha uko serious. Uko serious na huo wokovu. Uwe mtu wa kuomba. Leo mimi nimesimama hapa bila kuwa serious miaka 6. Hakuchoka. Kama angechoka, saa nyingine mimi walinisoma kwamba walinifunga na minyororo na zege kabisa wakanimwagia kuzimu nisitoke. Sio mchezo. Yanahitaji maombi ya nguvu. Mama kama omba, muombe leo. Muombe watoto zako. Wote tunataka tuwe kwenda mbinguni. Siku ya mwisho tutaonana, siku ya hukumu. Watu wote tutaonana. Mimi nitakuona Naomi na wewe utaniona. Wanangu uko huko, mimi niko. Huyu yuko kule. Huyu bwana. Naomba nisaidie hata maji. Na utakuwa katika hali ya kibinadamu. Hukumu inapotoka pale tutashushwa chini. Na maana hapo chini chini ni kuzimu. Chini ni kuzimu. Ukiangalia sayansi za dunia wanapozipiga picha, ile jua linapita huku chini kama shimo tu. Shimo jua linapopita, mwanga unapiga huko. Likipotea giza. Ukipita mwezi kuna mwanga unapiga huko. Tuko shimoni huku. Na ndio maana shetani Lucifer alipopigwa na Mikaeli akatupwa huku shimoni. Huku sio mahali pa kufurahia. Huku sio mahali pa kuona raha. Huku Kristo alipokuja, shetani Lucifer alimuonyesha maji, magorofa, vitu kibao viko huku. Alimuonyesha hivi, amteke, alishindwa kwa kuwa huko yeye ni mfalme, kila kitu ameumba yeye. Akasiliba, kuna kilio cha kusaga meno. Fikiria tu, mmeo wa kusoma wakamatwa yuko ndani, afungwe pingu, anapigwa viboko. Polisi bwana anapelekwa na uone utakuwa kaika kulia. Ndio hivyo, utahangaika na mawakili, utahangaika na sasa yuko wakili Roho Mtakatifu. Uombe ushirika naye. Siku ya leo unapoomba, omba ushirika na Roho Mtakatifu. Usiombe kwa mzaha, omba. Usimuone mmeo mzinzi, shetani. Huku Kristo alimwaga damu yake ili sisi tupate ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo ndio ondoleo la dhambi. Unapoita damu ni kila kitu. Damu ni uzima wa milele. Maisha yake Yesu Kristo mwenyewe yalikuwa yamejaa neema.
anatuletea wokovu katika neema. Omba, muombee mwenzio. Wewe ulishafunguliwa macho, muombe. Mtumishi Leni asingeomba, mimi nisingetoka. Kwanza nilitakiwa kufa siku nyingi kwenye vitu mbalimbali, nilitakiwa nife tangu nikiwa mdogo, niko mpaka leo. Nilitakiwa nife nikiwa kazini, nilitakiwa nife nikiwa kwenye maeneo ya mitaa, lakini neema ya Kristo alisema hapana, mtu wangu nataka lazima aokoke. Kwa hiyo kwamba Kristo anapopigania kila mtu ili apate kumuona siku ya mwisho. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe msifanye mzaha na kitu wokovu. Kweni na roho, jichunguzeni ndani ya mioyo yenu. Jichunguzeni zile tabia zilizo ndani ya mioyo yenu. Mioyo yetu isiyo ya kusengenya. Mioyo yetu tusimkaribishe shetani kutenda dhambi juu ya nafsi ya Mungu. Maana Kristo yeye alitutembelea sisi ili tupate uzima wa milele na tuwe na neema. Ndio maana akasema, ndugu yako akikosa mara 7 mara 70, huna budi kumsamehe. Shetani kupiga makofi tena kwa kutembea macho. Kesho ukija na kukata mtu utaweza kumsamehe? Ninaanza kuelezea leo. Tuone, tufanye majaribio haya tu. Niengaeka hapa, Roho Mtakatifu ndio pekee akiwa na ushirika na wewe, utakuwa na roho ya ujasiri ya kusamehe, kuona vitu vilivyofanyika vyote vile. Shetani tu, shetani anaweza kanipiga hata mimi. Shetani sio mchezo. Kama alimsogea Kristo mwenyewe na anamjaribu, anaongea naye, wewe nani? Wewe nani? Anakuminya ni sehemu ndogo sana. Maandiko yanasema ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Maana yake ni kuwa mtendaji kazi mkuu wa Roho Mtakatifu huko katika ushirika. Neno ushirika limetokana na neno ushirikiano. Ushirikiano ni wetu sisi na Mungu, lakini zaidi sana ushirikiano wetu sisi kwa sisi. Je, sisi kwa sisi tuna ushirikiano? Kanisa la sasa tunakosa kuona nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu hatuna ushirikiano. Kila mmoja anatembea vyake. Kila mmoja anatembea vyake. Leo tunasikia kwamba ndoa kanisani hakuna, ni uongo, hakuna sehemu iliandikwa. Mtumishi mkubwa tu hapa anatueleza hiyo kitu. Sasa leo wewe ukaenda ukakaa na kusikiliza, leo unapata unajisi, kwa sababu kila mtu anabeba ingani. Subuhi anasema hakuna hiyo, ukishatoa mahali unabeba. Biblia huko inasema Mungu alimbariki Adamu na Hawa, mwende hivi. Mungu alimbariki nani? Adamu na nani? Mkazaliane muwe wengi duniani. Mungu sasa huyu anatoa wapi hayo maneno? Ndio maana anasema tuwe makini sana na hao watumishi sasa hivi walio wakubwa, wamejilipizia pesa. Matokeo yake pesa zinawafanya kama wawe wazimu, wa kufanya wao wanajua zaidi. Na mbele za Mungu ukifanya unajua, Roho Mtakatifu anakuacha, unaondoka pembeni. Maana kila mtu ana nia yake binafsi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anashindwa kufanya kazi kama anavyotaka. Tunamwita Roho Mtakatifu lakini haji, kwa sababu hatujui yeye yupo katika ushirikiano na sisi. Roho Mtakatifu ukimwita atakwambia leo Roho usiende Dar es Salaam. Mme anakwambia nenda. Sasa wewe hapo lazima usikilize Roho Mtakatifu. Polisi tena kesho. Kwa sababu wewe unamshirika na Roho Mtakatifu, atakuelezea kila madhara, kila hatari. Atakuelezea. Roho Mtakatifu ukiwa unashirika naye anakwambia inukeni
ondokeni haraka sana hospitali. Bibi Esther mtoto wake atakufa. Mimi nendeni mtakuwa msaada. Unamtii hapa bila kuomba wala nini, mbio. Na Roho Mtakatifu ukishajua unamsikia. Ndani Roho Mtakatifu anaongea ndani yako katika mawazo. Fanya hivi. Fanya vile. Kama vile mtumishi mmoja leo alikaa sio akasema nasikia nimeambiwa nije kanisani. Kumbe aliambiwa aje afanye usafi. Kwa sababu alikuwa kanisa ni chafu na watu wameacha. Hebu nisome Matendo 2:3-4. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza 3-4. Tuone ushirika wa Roho Mtakatifu unapatikana vipi? Ndio. Toa sauti. Ukatokea ndimi zilizogawanyikana. Kama ndimi za moto. Uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Roho Mtakatifu anapatikana kwa kuomba kwa pamoja, kwa kudumu, kwa kujifungia ndani. Roho Mtakatifu anapatikana kwa njia hiyo. Tunapoomba hapa kwa umoja na pamoja, Roho Mtakatifu atashuka kwa wale ambao wako tayari. Hata tunapoona hawa ndimi za moto zinazoshukia, kwa sababu walijifungia ndani, walikuwa wanaomba. Na baada hapo sio kwamba walitoka, waliendelea kuwa pamoja kwa kudumu katika nia moja. Soma Matendo 5:12. Matendo sura ya 5 mstari wa 12. Tutasoma. Matendo sura ya 5 mstari wa 12. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Na wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu waliowaadhimisha, walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majani ya magodoro. Ili Petro akija leo 12 sura ya 5:12. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, na wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Mkiwa katika nia moja, Roho Mtakatifu anakujalia hapo. Ukitoka wewe unaweza kwenda huko. Wakati wa utumishi yupo Bwana, unaweza kumbadilisha mkono wa mtu. Kwa kuwa ndani yako Roho Mtakatifu anashuka. Nia moja ndio Roho Mtakatifu anaipenda. Kwa sababu kwa hivyo yeye mwenyewe anasema anavitoa kwa lengo la kukamilisha watakatifu na kujenga mwili wa Kristo. Waefeso 4:12. Waefeso 4:12. Anapotoa vipawa hivi
ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kumbuka ofisi kuu hii tulionao sasa ni Roho Mtakatifu. Hivyo tunamhitaji sana aje ndani yetu ili atuongoze katika kweli yote. Tukimzimisha au kumhuzunisha, tutashindwa kumshinda shetani katika zama hizi za mwisho. Soma hapo Waefeso 4:12. Waefeso 4:12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ndugu wapendwa, siku ya leo penda ushirika na Roho Mtakatifu. Chukua nafasi yake juu yako. Wewe umekusudiwa kuja hapa, wewe Kristo anakuita. Ukisoma Waefeso 4:11-12 unaona pale amegawa vipawa. Ameweka walimu. Walimu huwezi kuwa apostol. Tumeshauri. Amechagua wachungaji. Mchungaji huwezi kuwa mtume. Sasa ukimwelewa Roho Mtakatifu, ukijua nafasi yako, sitong'ang'ania kwenye eneo la utume au askofu. Sio kusa huko. Ni neema ya Kristo sasa ifanye kazi. Neema ya Kristo ikifanya kazi, Roho Mtakatifu akitaka kusema nawe, naweza nikasema na yule kijana anaokaa pale na nyuma pale, huyo ana matatizo mengi, shida, pesa hamna, hivi wao tabu. Roho Mtakatifu anaweza kusema naye. Hebu tusome neno letu la mwisho ili tuombe ushirika na Roho Mtakatifu. Waefeso 4:10. Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana. Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana. Kupita mbingu zote, ambaye ni Yesu Kristo. Ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Tunaona Jumapili moja mtumishi Mary aliwapaka mafuta watu wa kuinua gharama zao. Baada ya gharama zikiinuka, Mungu alisema naye anawatimilisha yale mafuta. Na wao wenyewe kuanzia pale walipaka mafuta, wanatakiwa wajichague kuwa Roho Mtakatifu ameshawasogeza, wawe makini, waanze kuchukua hatua. Kama wewe ni nabii, uliambiwa hao wana wewe nabii, soma wakina Ezekieli, soma wakina Isaya, soma mwite malaika Jofi, malaika wa unabii, njoo, shuka, nisaidie. Ili lile ndio darasa lako. Wewe mwinjilisti, sijui kama sikumbuki kama ulikuwa na Kristo alichaguliwa hapo. Ni kazi yako kumhubiri Kristo, kuwaleta watu kanisani. Je, umefanya tangu ulipopoka mafuta? Ni hatua hiyo. Kwa hiyo hii yote ni kujenga mwili wa Kristo, na yote ni ushirika wa Roho Mtakatifu. Kwa mfano, mimi hapa na roho ya kitume. Watume kazi yao kubwa, mamlaka iko kwenye kinywa. Akisema kitu fulani, hiyo kinakuwa. Mama Chamwino kwa kaja leo, simama. Yule binti bwana
changamka, angalia huku, hajakuja. Ndio shida. Watu wa sasa wakipata Yesu Kristo, utajijua mwenyewe, utajijua jicho. Wewe fanya gharama yoyote, kopa ameenda kule, tunamtamkia hapa, pokea uzinzi, kapokea jambo, sio kitu alikuwa analenga nacho. Jumapili kaza kimya kutaka kutoa ushuhuda, anataka kwenda kwa mtumishi. Mimi ni mtumishi tu kama wewe, ni mtu tu kama wewe. Hapa shika maiki, utukufu kwa Kristo. Roho Mtakatifu mwenyewe yeye anamshuhudia Kristo, anamtukuzisha Kristo. Tunaposema pokea tukapata, chukua maiki, mshukuru Mungu, mwambie namshukuru Kristo, amenisaidia, nimefanya hivi, imekuwa hivi, nimemshinda shetani. Kwa mchanga wake mpe maelekezo, sawa mama changu? Mpe maelekezo, asifanye mzaha. Mimba za aina yote za maombi kila saa zinahitaji kuombea ulinzi. Shetani yuko kazini. Shetani yuko kazini, unaweza kuweka mama. Ndio kazi. Akikaa hapa mtume ahubiri ukali tu. Sio mama. Akikaa mchungaji pale anakuwa na wewe. Akikaa nabii anabia, tuna manabii hapo, ndio nabii. Mungu akiwajalia wakikaa leo sasa kusema mtafuta kwa chini ya unyenyekevu na utii. Mimi nimekaa miaka 6 mama mkaa mashahidi, sijawahi kugusa upande simu hata siku hii. Kuna watu hapa walikuja wasema mimi mpangia sijui, simfundishi kitu chochote wala simpagi kitu chochote. Jambo lolote kwanza kanisa tunaongea wewe Kristina BBS. Na waomba mimi bwana. Mimi kazi yangu ilikuwa hii. Bwana. Shatao kwa Rose. Bwana wewe bwana mzio huku. Mimi kazi yangu hii tu. Simpagi. Hata alipokuja hapa anasema kuna watu nimewaona hawa na wapakafu. Sikujui kama wao mimi nimeona hapa. Siingilie kazi na ugopa. Kwa hiyo unapojishusha, hata kama ni mkeo, ukijishusha, Mungu anakunyanyua. Ukitaka kujipeleka Mungu, unasema sina kibali kanisani, watu wananipendi, watu wananitaki, hiyo utadanganya. Roho Mtakatifu akikupa kibali, watu wanakutaka wenyewe. Na wewe utachukua hela zako pale utaletea wewe mwenyewe za biashara. Yaani kila saa ukiniona utakuwa una Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tujitahidi sana kuomba Roho Mtakatifu. Wokovu. Mimi nawaonea huruma sana, nawaombea sana wenzangu wenye wake za waume za ambao hawajaokoka. Yaani wanatakiwa wazame kuwasaidia. Huyu kaika na nguo sikuvaa. Kaika kanitolea sadaka wewe wapi? Ndio kwanza mimi naweza kwa askofu wale nachukua divai yangu na kama kunifiki. Vipi mnaongoza unarudi? Nimenyanyasa. Kumbe ni shetani aliyo ndani yangu. Lakini Mungu akasema subiri nitakushughulikia. Anaposhughulikiwa mtu katika wokovu, wewe usitetereke. Umesikia Rosi? Akishughulikiwa mtu katika wokovu, furahi. Kwamba huyu sasa atakwenda hospitali, atasema na daktari wangu yuko subiri duniani, yuko Marekani, yuko wapi, wote watashinda. Alafu wewe ndio unasogea. Twende kwa Yesu. Bwana mimi naona Bwana nabii ni wokovu. Wokovu ni raha.
Ukishakuwa wokovu, ukishaanza kuwa na Roho Mtakatifu, dhambi zinasita. Unasita, unakuwa na hofu. Tusimame. Tunaomba kwanza toba na rehema, alafu tukaomba ushirika na Roho Mtakatifu. Ule ndani anaongoza Mungu. Pigia makofi neno la Mungu. Pigia makofi kwa Yesu. Pigia makofi kwa Mtakatifu ambaye leo tuko naye. Holy Spirit. Holy. Baba, ninakushukuru. Fungua kinywa, sema Baba, asante kwa ajili ya neno la leo, kwa ajili ya ushirika wa Roho Mtakatifu. Nakumbuka wana wa Israeli kabla hawajakusogelea uliwaambia wajitakase. Nasi saa hii Baba tunakuja mbele zako, tunataka kujitakasa. Baba, sisi ni wakosefu, sisi ni viumbe dhaifu, tunakuja mbele zako kama wana wapotevu. Na pia neno lako linasema Zaburi ya 51 mstari wa 1, utaturehemu sawa sana na fadhili zako na kiasi cha wingi wa rehema zako. Baba, tunaomba rehema, tunaomba fadhili zako, tunaomba msamaha. Baba, tazama tuko mbele zako jioni ya leo. Baba, tunakisogelea kiti chako cha rehema. Maana umesema na tukisogelea kiti chako cha rehema kwa ujasiri. Baba, tazama watoto wako jioni ya leo. Tumelisikia neno lako Bwana. Tunasema asante kwa kuwa na sisi. Asante kwa ajili ya neno la siku ya leo. Nasi tunakuja kwa mioyo ya toba. Tunakisogelea kiti chako cha rehema. Baba, tunaomba rehema zako. Baba, tunaomba msamaha wako. Sisi ni viumbe dhaifu. Tumekukosea Baba. Tumefanya sio sahihi mbele zako. Tumenena sio sahihi mbele zako. Baba, tunasi msamaha wako. Baba, tunasi huruma yako. Uturehemu Jehova Shama. Tunahitaji huruma yako jioni ya leo. Tunahitaji msamaha wako jioni ya leo. Tazama tumenyenyekesha mioyo yetu mbele zako. Tunahitaji huruma yako. Tunahitaji msamaha wako. Baba, tunakuita Mungu wa rehema. Tunahitaji huruma yako. Maana tumekutenda dhambi. Tumefanya sio sahihi mbele zako. Tumekuasi wewe Roho Mtakatifu. Lakini leo kupitia mtumishi wako tumejua mahali tulipoanguka. Tumejua mahali tulipokukosea. Baba, tunaomba rehema zako. Baba, tunaomba msamaha wako. Usiondolee Roho wako Mtakatifu. Tunahitaji ushirika na Roho wako Mtakatifu. Utusamehe Baba, mahali ambapo tulikukosea, tukapoteza ushirika nawe Bwana. Tunaomba rehema. Yohana kwanza, mstari wa kwanza, sura ya kwanza mpaka 9, tulisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe. Tukiziungama dhambi zetu, yeye mwaminifu na ana haki hata kutuondolea dhambi zetu na kutusafisha. Baba, tuko mbele zako sawa sawa na neno lako. Tunaomba rehema zako Baba. Maana umesema tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Nasi tunakuja mbele zako. Tunaomba rehema yako. Tunaomba msamaha wako. Sawa sawa na neno lako la Yohana 1:8. Baba, tunasi msamaha wako. Maana tumekutenda dhambi. Tumelitenga na Roho wako Mtakatifu. Tumepoteza ushirika nawe Roho Mtakatifu. Ndio maana tuenende katika njia ya usahihi. Nasi leo tuko mbele zako kwenye madhabahu yako takatifu. Tunaomba rehema zako. Tunaomba msamaha wako. Maana tumetambua makosa yetu na dhambi yetu mbele yetu daima. Tunasi rehema yako. Tunasi msamaha wako Bwana. Maana popote tulipopoteza ushirika nawe Baba, tumekuja mbele zako. Tunaita rehema yako. Tunaita msamaha wako. Baba, uturehemu. Baba, utusamehe. Maana tumekutenda dhambi. Tumefanya sio sahihi mbele zako. Tunahitaji huruma yako. Tunahitaji msamaha wako. Utuhurumie jioni ya leo. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 10. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba iletayo wokovu isiyo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Tunakuja mbele zako Baba tukifanya toba kwa ajili ya huzuni iliyo jinsi yako Baba, jinsi ulivyotuokoa pale msalabani. Baba, tuko mbele zako sawa sawa na neno lako. Baba, tunakuja na huzuni iletayo toba ndani ya mioyo yetu. Tunaomba Baba rehema yako. Baba, tunaomba msamaha wako. Watoto
nimejinyenyekesha mbele zako. Tunahitaji huruma yako, tunahitaji msamaha wako Baba. Uturehemu kanisa lako, uturehemu watoto wako, maana tumepoteza ushirika nawe. Tunahitaji rehema yako, tunahitaji msamaha wako. Utuhurumie jioni ya leo, utusamehe jioni ya leo, utuhurumie Jehova Shama. Tazama tunakupazia sauti zetu kama vile Daudi alipokupazia sauti. Tunaomba rehema yako, tunaomba msamaha wako pale ambapo tumepoteza ushirika nawe, tukarudi nyuma Bwana, tukaelekea katika njia zetu wenyewe. Jioni ya leo tunaomba rehema yako, utuhurumie Jehova, utusamehe watoto wako. Tunakuja kama tulivyo, tunahitaji huruma yako, tunahitaji msamaha wako, utusamehe mwana wa Daudi. Zaburi 79. Zaburi 79 mstari wa 9. Ewe Mungu wa wokovu wetu, utusaidie kwa ajili ya utukufu wako. Jina lako utuokoe, utukufiri dhambi zetu kwa ajili ya jina lako. Baba, tunaendelea kuja mbele zako tukiulilia kwa rehema. Tunaomba turehemu Baba, kwa ajili ya upotofu wetu, kwa ajili ya upumbavu wetu, maana tumekutenda dhambi, tumefanya sio sahihi mbele zako, hata tukapoteza ushirika nawe Baba. Na ndio maana tunakuja mbele zako sawa sawa na neno lako la Zaburi 69 mstari wa 5. Tunaomba rehema zako Baba, tunaomba msamaha wako kwa ajili ya kila upumbavu tuliofanya mbele zako, tukapoteza ushirika nawe Baba. Tunasii rehema zako jioni ya leo. Tunahitaji huruma yako, tunahitaji msamaha wako. Nyosha mkono wako wa rehema, nyosha mkono wako wa huruma Baba, utuhurumie Baba, utusamehe katika jina la Yesu. Zaburi 38 mstari wa 4. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, zimekuwa mzigo mzito, zimenielemea. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ninakuja mbele zako saa hii nikiomba Baba, nikija na mizigo ya dhambi yangu, familia, unipatie msamaha. Baba, tunakuja mbele zako Jehova, maana dhambi zetu zimetulemea. Baba, tunakuja mbele zako kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya waliotuzunguka, kwa ajili ya jamii tulizo nazo. Baba, tunaomba rehema yako. Baba, tunaomba msamaha wako. Uturehemu Baba, kwa ajili ya wazazi wetu, kwa ajili ya vizazi vilivyotangulia, maana tumekutenda uovu mwingi, tumefanya sio sahihi mbele zako Baba. Tunasihi huruma yako Baba, tunasihi msamaha wako Jehova. Tunaomba rehema zako, tunaomba msamaha wako. Utuhurumie Jehova, utusamehe watoto wako katika jina la Yesu. Zaburi 32 mstari wa 5. Ninakujulisha dhambi zangu, wala sikuficha dhambi zangu. Bwana alisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe utanisikia na kunisamehe uovu wangu. Mimi nilikuwa mtu mbaya, nilikuwa mzinzi, mongo, nilikuwa mlevi, nilikuwa mtu wa tamaa, nilikuwa mtu wa vitu vya kusengenya, nilikuwa mtu wa hasira. Kili ndani ya moyo wako Baba, niko mbele zako, niakiri dhambi zangu zote nilizozifanya mbele zako Baba. Tazama, kwa kinywa changu nimenena uongo, tumesengenya Baba, tumefanya uasherati, tumefanya uzinzi, nasi tuko mbele ya madhabahu yako. Tunaomba Baba, achilia rehema zako, tunaomba Baba, achilia msamaha wako kwa kila uovu tuliotenda machoni pako, kwa kila uasi tuliotenda machoni pako. Uturehemu Baba, tunakiri maovu yetu yote mbele zako. Tunaomba achilia rehema zako kwa kila uovu. Wakati mwingine tumenena vibaya, tumesengenya juu ya watumishi wako, tumeonea vibaya watumishi wako Baba. Tuko mbele zako kwenye madhabahu yako, tunaomba rehema zako, tunaomba msamaha wako. Uturehemu Baba kwa ajili ya vinywa vyetu, kwa ajili ya macho yetu, maana Baba umesema tusiketi barazani kwa wenye mzaha. Hata wakati mwingine tumejiungamanisha na wasio waamini Baba, tukaungana nao ili kuliasi jina lako. Leo tunakuja mbele zako, tunakiri mbele ya uso wako Baba, tumekutenda dhambi Baba, tumekufanya sio sahihi mbele zako. Achilia rehema zako Baba. Ninakushukuru, ninapeleka damu ya Yesu Kristo juu ya hatia, juu ya hukumu na mashtaka ya watu wako. Angalia, sisi ni watu waovu, tumekuwa wana wapotevu. Ziko dhambi tunazozijua, ziko dhambi ambazo tusijui, hatuzikumbuki kabisa tangu kutoka kwenye tumbo la mama yetu, na pale walipopokea wazalisha matamko walikutamkia, vivyo vilivyotufuka napo Baba. Tumejisi magonjwa makao mbalimbali. Leo hii Baba, tunakuja mbele zako, utusamehe, tukipeleka damu ya Yesu juu ya hatia, hukumu na mashtaka. Nehemia 9:19. Hata hivyo wewe kwa wingi wa rehema zako hukuwaacha jangwani wana wa Israeli. Walikukosea, walikukataa,
lakini nguzo la wingu haikuwaondokea wakati wa mchana, ilikuwapo nguzo njiani, wala nguzo ya moto haikuondoka wakati wa usiku, ili kuwapa mwanga, kuonyesha njia watapoiendea. Nasi Baba, mwanga wako tuakie, ukatuonyesha ile njia ya kwenda katika ufalme wa milele na mbinguni, kwenye maisha yenye furaha, ukatuondolee njia ya gizani. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Zaburi 35. Mungu, usikilize sala yangu, wala usinifiche, nikuombapo rehema. Mungu sikia, Mungu nirehemu sawasawa na maisha yangu na mambo yangu. Baba, na saa hii ninajiweka ndani ya mikono ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Nataka kushika na wewe Roho, ninataka simamisha mkono wako juu. Sogea mbele hapo. Mimi nataka ushirika na wewe. Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Mimi nataka ushirika na wewe.
Yes,
Niwe
upendo usisue kwa ushirika wa Mtakatifu uingie ndani ya madhabahu. Twende hapo chini tushikane mikono. Huyo kajana nani? Unatoka wapi? Unafanya kazi gani? Sitakuona. Shuka chini, tuweke mduara, tushikane, tuokoe muda. Shikaneni mduara, tunataka kuhusu nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba anashika nguvu ya Baba. Nguvu ya Baba. Nguvu ya Baba. Shika mkono. Imba za Roho Mtakatifu ziko karibu. Unataka Roho Mtakatifu, lazima mtukuze Roho Mtakatifu. Shika mkono kwa nguvu. Unga hapa. Tunarusha mikono juu. Tunaita shika tu chini. Sisi tunarusha mikono. Ushirika wa Roho Mtakatifu. Kuna nguvu inashuka ya usirisho wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Fanya haraka damu. Kuna nguvu inaanzia hapo hapo kwa dada ushirika wa mama kiuno. Kuna nguvu inaanzia pale, inaanzia kwa Shantara. Kuna nguvu ya Roho Mtakatifu inaanzia kwa Rose Nyaga. Kuna nguvu hiyo nguvu. Asha, kwa nini unachelewa? Unajua mtume anapokuwa hivi alafu mtu anachelewa nani anataraisha. Kuna nguvu inashuka alafu unachelewa. Unamtoa mtu mwenye nguvu. Ushirika wa Roho Mtakatifu ushuke kwenu, ushuke power. Kuna nguvu iko hapo kwa ama kama hapo. Kuna nguvu iko hapo kama inashuka, hiyo nguvu inashuka kwa sisi.
ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu unashuka kwa sisi. Ushirika wa Roho, ushirika wa Roho. Você
Tunasema asante kwa sababu ni mwema, asante kwa kutufungua. Asante Mfalme, sasa hivi Bwana tunakwenda kukutolea matoleo kwa Mungu, umetubariki. Tunaomba Mungu katakabali kafanyike manukato mbele zako. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Karibuni. Amen. Tunakusifu wakati kwenda kuwa pamoja nasi, wakati kwenda kutuongoza kwenye kila tutakalokwenda kuifanya. Baba, tunaomba wakati kwenda kuwa pamoja nasi katika usafiri, wakati kwenda kutuongoza Baba yetu na Mungu wetu milele. Asante kwa sababu nguvu zako na uwezo wako utatangulia mbele yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunaomba na kuamini. Amen. Kama sio wasimama. Uzungukeni hapa wangu. Uzungukeni.
Nyosha mkono wako. Bwana nyosha mkono. Mkono mmoja kwa kulia. Baba, ninaruhusu nguvu za ushirika wa Roho Mtakatifu juu ya Damasco kwenye mateso, vita, pigo kwenye mashimo ya vita. Watu shuka kwenye mipaka. Watu shuka, nguvu ya Mungu ishuke. Shuka. Peka kwenye chini. Peka huyo. Peka huyo. Peka huyo. Njoo chini. Kila mtu akichawi ndio kwenye tumbo ninamruhusu malaika mwenye nguvu sana sadaka. Sikiliza. Yesu anakupenda sana. Mbona wewe umefanya? Wewe umefanya? Yesu anakupenda. Mimi nakubali mkono. Nimeweka ulinzi wa hospitali vitano. Kuba macho. Mtoe mimi mwenyewe. Ndio mtoe. Kama kwa shop. Wana wanajeshi njoo na mimi nitafanya kazi. Njoo tumuinue wiko. Mpende huko njoo tumuinue. Mwafanye wiko. Kama huko vitu vya nini ndio tumuinue tumoja hapo chini na mabauni. Wewe ni sisi kama hata na mnakufuta kwa kama tunainua kama mshirikiano vipi nguvu. Mungu wangu, mtaniwekea kiboko hapo. Wewe. Kutazama tunakuja Mungu. Tapeka. Wewe, kamshike mtu. Fanya haraka. Yesu anakupenda na kutoa kwenye aibu. Jumapili ujao. Ili Yesu akuone, achana na mazehebu. Nyosha mkono hapa. Unaangalia na mkono wa mshika mtumbo.
Kesho hayupo. Kesho hayupo. Yuko kule. Yuko kule. Wewe unarudi na unapigika kule mtu wetu. Kesho umuone. Simama. Simama. Simama hapo kwa Afrika. Simama hapo. Simama hapo. Usisubiri. Kuna nguvu za kichawi, tende wachawi. Piga kwa jina la Yesu. Piga kwa jina la Yesu. Piga kwa jina la Yesu. Joriana. Wanakupiga wewe usingizi. Wewe wana begi yako utatupa wewe chama kwa kweli mwenyewe. Kwa sababu ya kutolea hapo kesho hayupo. Wewe tukikata tutapata huko. Sasa hivi Yesu watu kucheka na watu wengi wanakuja wanapokea. Leo waone. Kwa Mungu tunakurudishia. Kwa Mungu tunakurudishia. Amen. Okay.